asifiwe. Nami nimshukuru Mungu tena kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuwaoneni ndugu zangu, lakini pia niwashukuru ninyi nyote kwa kuja ambao nimepata nafasi. Lakini kipekee sana tunashukuru kwa semina hizi ambazo zimefanyika kwenye kanda zetu, karibu kanda zote isipokuwa kule mwambao mwa Ziwa Rukoma. Hatukuweza kufika kipindi hichi, lakini utaratibu unafanyika. Lakini maeneo mengine yote tumefika, na kwa hiyo basi tukatengeneza tu mpango kazi kwamba sasa, kwa kuwa tumezungumza vya kutosha kwenye makanda huko, tufanye hitimisho la pamoja, na hitimisho la pamoja litawahusu zaidi viongozi ninyi, na hasa makatibu na wahasibu wa maparishi na kanda, kama ambavyo sehemu nyingine wameleta wahasibu wao wa kanda, ambayo pia tulibariki jambo hilo. Kwa hiyo tunadhani kwamba semina hii ni kufanya kufanya hitimisho ama kufanya majumuisho ya mengi ambayo tumeyafanya kwenye semina zile za makanda yetu, lakini pia ni nafasi ya kujengana kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Uongozi wowote unaleta ufanisi kwa kuendelea kujengana, kukumbushana, kuelekezana na kutiana moyo pia, kwa sababu wapo wengine humu ni wazoefu kwenye nafasi hizo, lakini wapo wengine ni wapya kabisa, ndio wameingia mara ya kwanza. Lakini pia hata ukiwa mzoefu, semina ni kitu cha kawaida, ni kitu endelevu, kwa sababu neno semina nadhani litokana na neno la Kilatini, maana yake ni kumwagilia, kama vile unavyopanda mche alafu kila siku unaendelea kumwagilia. Lengo ni kwamba uendelee kuchipua vizuri, ndiko likotokea neno semina, kumwagilia maji ili endelee kuchipua. Sio kama umekufa, lakini nadhani unapomwagilia maji ndipo unazidi kuleta uchipukaji. Kwa hiyo lengo letu linakuwa ni hilo, na mimi nafurahi kuungana nanyi kwa ajili yenu. Lakini jambo la pili, ni wapongeze nyote kwa kuchaguliwa kwanza kwa wazee wa kanisa. Bwana asifiwe. Na tena wazee wa kanisa wa kanuni, mwaka huu tulitoa mwongozo kwamba tunataka tuwe na wazee wa kanisa 12 kwanza wa kanuni, ambao wamechaguliwa na waumini, na sehemu zingine wanawaita wenye viti wa mitaa. Humo ndimo watoke makatibu na wahasibu katika hao 12. Tumekwenda hivi, si ndio jamani? Nashukuru katika hiyo limetekelezwa, na wapongeza wachungaji na kupongeza vika vyenu na katibu mtendaji kusimamia jambo hilo. Lakini upatikanaji wa wahasibu na makatibu hatukuweka mfumo rasmi, tuliuacha uwe mfumo huru kulingana na mazingira. Kuna maeneo tulisema mchungaji akiteua, kama ndio taratibu hapo, ateue. Lakini kama mchungaji anasema hapana, baraza lichague, hiyo pia tuliacha mikononi mwenu. Nadhani imefanyika hiyo pia. Unaitana pia ili kuendelea kukumbushana maono ya dayosisi yetu ambayo mnayofahamu tayari. Tulishasema dayosisi yetu tunatembea katika maono makubwa matatu: uinjilisti, uchumi na miradi, pamoja na maendeleo. Hayo mambo matatu tunataka tutembee nayo, na sina mashaka tunafanya vizuri kwenye uinjilisti sana, tunafanya vizuri sana. Naombeni sana ndugu zangu, tujipongeze katika jambo hilo sana, tunafanya vizuri sana. Kila mwaka unasikia watu wako kwenye mikutano ya Injili, watu wako kwenye huduma mbalimbali, watu wanafungua makanisa, na kila mwaka tunapokea maombi ya parish mpya. Mwaka huu peke yake tuna mezani kwetu DC kama mwezi wa kwanza tumepokea maombi ya makanisa 12 yanataka kuwa parish mwaka huu. Sasa tuna parish 196 hivi. Kwa hiyo tukiongeza haya 12, maana yake tunakwenda zaidi ya 200 na. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya vigezo vyote kupitia ile kamati inayoongozwa na ndugu yangu pale mzee na katibu wa parish ya Kazigunga Charles Lembo, wanaendelea na mchakato. Alafu kabla ya DC mwezi wa 6 watatuletea taarifa ili tujue kwamba wao wameona nini, na baada ya hapo tutawatuma wakurugenzi nao watembelee hizo maeneo yao, alafu mwisho kwenye DC mwezi wa 6 tutafanya maamuzi. Kwa hiyo uinjilisti unakwenda vizuri. Swala la uchumi na miradi, naona mwamko umeanza, tunakwenda. Kwa
hivyo tuendelee kuwekeza sana, kwa sababu shida ya kwamba tunachokifanya kwenye dayosisi yetu tunatumia mfumo ule, nasema kila siku wanasema mfumo wa hand to mouth, unapata unakula, unapata unakula. Hicho ni tatizo kubwa sana katika ulimwengu wa sasa. Lakini kwa mfano tukapata kiasi halafu tukasema hichi tutumie, kingine tuweke mahali, tutakuwa tumefika pazuri. Kwa hiyo tuanzishe miradi ya kiuchumi na hiyo itatusaidia. Maendeleo na ustawi wa jamii tunaendelea nayo vizuri. Tuna wachungaji wengi kwa sasa wanasoma tena, tumewekeza zaidi kwenye level ya degree, wengi wako kwenye degree na tunawasomesha kwa hela zetu wenyewe hizo ambazo mnazitoa. Kwa hiyo wengi wako kwenye vyuo Uganda, Kenya, wengine Msarato, wengine wako Marekani, wapi na wapi. Kwa hiyo tunaendeleza na hayo na mengine yatakayokuwa yakifuata. Kwa hiyo tuendeleze hayo maono ili tuweze kufika mbali. Imani yangu ni kwamba ninyi kama wazee mkipata elimu au miongozo, wachungaji watakapokutana na kujadili maono na mapendekezo yenu mwezi wa 5, basi mimi kama askofu na timu yangu tukiyaweka kwenye miongozo vizuri, tutakuwa tumeweka jambo ambalo huhitaji maswali ya kila wakati. Kila mtu atajua kwamba huyu kama katibu sasa natembea hapa. Yaani maoni yenu nyinyi. Ndio maana kwenye ratiba hapo kuna kipindi cha mtakaa mjadili, wahasibu peke yao, makatibu peke yao, halafu tutakutana usiku sijui lini ili kufanya mawasilisho. Kila kundi wao kama wahasibu wanatokaje na wanategemea kufanya nini, ninyi kama wakatibu mnatokaje, mnategemea kufanya nini. Lakini pia tutawataka mtengeneze magrupu ya makundi yenu ili kujenga ukaribu zaidi. Wahasibu muwe na grupu lenu, itachaguana huko, viongozi wa tawala na mhasibu wa dayosisi atakuwemo humo. Makatibu pia muwe na grupu lenu, itatengeneza humo na katibu wa dayosisi pia atakuwemo humo. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi ambayo kila wakati mtajadiliana. Sisi huku yapo hivi, nyinyi huko wenzetu yapoje, sisi hapa Kigali hivi, vipi kule Kaja tunafanya hivi, basi mnajadiliana mle, basi wengine mtakuwa mnaelimishana moja kwa moja. Kwa hiyo makundi kwa sasa ni platform pia mzuri ya kuweka mambo. Kwa hiyo wale ambao mna smartphone hizo, simu janja kama simu za pangusa, tunaombeni muende mkatengeneze haya. Tutawaelekeza baadaye mtakavyokaa na kuyatengeneza mambo haya. Kwa hiyo hizi semina zilizopita, maana sio mara ya kwanza, tulikutana na wahasibu na makatibu wote kwenye semina miaka kama 2 iliyopita pale Kigoma, wahasibu. Pengine hapakuwa na maelekezo mazuri ama watu wa kutoka, kulikuwa na migongano pia, yaani baadhi ya wachungaji mlipotoka pale waliona kama vile kama tumewaita na kuwapa mamlaka nini, lakini na wengine walipotoka pale wakaona sasa wao ndio wamepewa mamlaka zaidi. Kwa hiyo pakawa kidogo na migogoro, lakini ndio maana ya elimu. Kwa hiyo elimu ni kuendelea kupeana maelimisho. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba tunavyoendelea hivi hakutakuwa na migogoro hiyo wala mawazo haya, lakini lengo letu ni kwamba kila mtu ajue taratibu unafanya nini parishini, mhasibu unafanya nini parishini, kumsaidia mchungaji na kusaidia kanisa. Kumbukeni, uongozi bora wa parish ndio utakaozaa uongozi bora wa dayosisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunapoweka uongozi bora kwenye parish, kwenye kanda, kwenye dinari, ndipo mnaturahisishia sisi kufanya mambo vizuri kwenye ngazi ya dayosisi. Lakini mambo ya kikao viovyo huko, hata sisi hatutaweza. Tutakuwa tunahangaika kila siku kushughulikia wakati mwingine mambo madogo sana ambayo hayana hata msingi, hayana sababu ya kufika hata kwa askofu ama kwa vika general, kumbe yanaishia kule kulingana na mfumo wa utawala wetu. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana na tuendelee kuwakaribisha na kukumbushana kazi na nafasi yetu. DWT Habari.